Hello, karibu katika Life Wisdom series yangu, na huwa napenda sana namna unavyonifuatilia na kutoa komenti juu ya masomo haya, namna ninavyokufundisha na kuweza kubadili mtazamo wako kila siku. Kabla sijaendelea, kwanza ningependa uweze kucomment, kusubscribe hapo, lakini utoe comment, na vile vile naomba uweze kushare na kwa watu wengine waweze kupata faida ya masomo haya ambayo naenda kufundisha. Leo hii ninaenda kuongelea juu ya somo moja ambalo linasema kwamba ni namna gani unaweza ukapigania ndoto yako au kusudi ambalo Mungu alikuitia duniani. Ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu duniani ambaye alizaliwa bila kuwa na kitu ndani, kwa sababu Mungu alivyokuwa anaumba ulimwengu aliweka vitu vyote ambavyo vitamsaidia mwanadamu kwa ajili ya kuishi katika maisha yake yote, na akaweka vile vile kusudi ambalo mwanadamu angewenda kulitimiza hapa duniani. Ndio maana utagundua kwamba mwanadamu ni kiumbe wa mwisho kuumbwa na Mungu, na kiumbe ambaye aliumbwa kwa ustadi wa hali ya juu sana, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anasema kwamba na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo ni maana kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano dhahiri wa Mungu. Kwa maana nyingine naweza nikasema kwamba manake Mungu aliumba mwanadamu anayefanana naye sura, na akaweka uweza wake ndani ya mwanadamu ambaye anatakiwa kufanya akiwa duniani. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa, unaweza ukawa na elimu kubwa, unaweza ukawa na uwezo mkubwa, lakini kama kuwa na ule uwezo wa kupambania hicho ulicho nacho, hauwezi ukafika mbali, na unaweza ukabaki kuwa mtu wa kawaida sana. Sasa kuna mambo ambayo unatakiwa kuyajua kabla sijaelezea namna gani unaweza kupambania ndoto zako. Jambo la kwanza unataka kujua kwamba ni kwamba chochote ambacho Mungu amekuweka ndani yako ni kwamba ni zawadi tu alikupa. Kwa maana kwamba alikupa kama zawadi ili iweze kusaidia kuishi hapa duniani na kuweza kuwasaidia watu wengine kupitia uwezo huo. Kuna watu ambao wameitwa kuwa waandishi wa vitabu, wengine wameitwa kuwa wafanya biashara, watu ambao wameitwa kusaidia watoto yatima, wengine wameitwa kwa ajili ya kuwasaidia wazee, wengine walemavu na watu katika maeneo mbalimbali. Watu wote hao waliwekwa na Mungu kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine, si kwa faida yao. Kitaalamu tunasema kwamba kusudi bora na kusudi kubwa ambalo Mungu ameweka ndani yako ndile ambalo linaweza likawasaidia watu wengine, sio kusaidia wewe peke yake. Kitu kingine cha pili ambacho tunataka kujua ni kwamba alichokiweka Mungu ndani yako, ina maana kwamba katika ulimwengu wa roho kilisha kamilika tayari, kwa sababu yeye Mungu anasema kwamba yeye ni mwanzo na mwisho, yani alfa na omega, yani huwa anautangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa maana kwamba anapokuwa tayari amekiweka kitu ndani yako, maana yake ni kwamba tayari alishakikamilisha katika ulimwengu wa roho. Jambo lingine la tatu ambalo unataka ni kwamba unapokuwa umewekewa kitu ndani yako, ni kwamba tayari Mungu amejizatiti kwa 100% kutekeleza juu yako, ndio maana tayari anakuwa amekiweka. Lakini jambo la mwisho la kujua ni kwamba Mungu ameweka kitu ndani yako kwa sababu ya uwezo wake, sio kwa sababu ya uwezo wako. Hapana, wewe ni mwanadamu tu. Maana yake kile kitu ambacho ameweka ndani yako anataka aje akithibitishe katika ulimwengu wa roho kupitia wewe. Si kana kwamba wewe ndio umefanya, hapana, ila anafanya kukithibitisha nje ya ulimwengu wa roho ili kupitia wewe. Sasa kuna njia kadhaa ambazo Mungu huwa anazitumia kuweza kukuonyesha ni jambo gani ambalo Mungu amekuitia hapa duniani. Na njia ya kwanza kabisa ambayo inatumika ni kwa njia ya maono. Yani Mungu anakuonyesha picha, anakufunulia kama skrini, wenda anakufunulia kama unafanya jambo fulani. Jua kwamba Mungu amekuitia katika eneo hilo, na maono haya huwa na tabia ya kurudia mara kwa mara. Ujue kwamba Mungu amekuitia katika eneo hilo. Unaweza kufunuliwa pengine wewe umefungua pengine kituo cha watoto yatima, lakini ukawa umefunuliwa pengine wewe ni mtu ambaye pengine umemiliki kampuni kubwa, lakini ukawa umefunuliwa kwamba wewe ni mtu ambaye unahubiri, ukawa umefunuliwa pengine unaponya magonjwa. Unaweza kuwa umefunuliwa pengine wewe ni mtu ambaye unamiliki kiwanda. Hayo mambo yote hayo Mungu anakuwa anakufunulia kukuonyesha kwamba amekuitia katika eneo gani.
Njia ya pili ambayo Mungu anaionyesha ni kwa ajili ya ndoto. Unajua kuna tofauti kubwa kati ya ndoto na maono. Ndoto mtu unalala unaota, lakini maono huwa unaweza kufunuliwa hata kama umekaa, Mungu anakufunulia pale pale ulipo. Sasa ndoto unaweza kuota kama muda mwingine kila unavyolala unaota kitu fulani, mara unaota unafundisha watu, mara unaota uko hospitali unahudumia watu, mara unaota umemiliki kiwanda, mara umeota umemiliki kampuni, mara umeota mambo mengi kadha wa kadha. Hayo yote Mungu anakuwa anakuonyesha kwamba katika eneo hilo Mungu amekuita kufanya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Lakini njia nyingine ambayo Mungu anaitumia ni tunasema maumivu, pain, kuumia. Unakuta unatembea, unakuta pengine ukuta watoto yatima wamekaa kwa huzuni, unaumia sana, unatamani kama ungekuwa na fedha basi ungejenga vituo vya watoto yatima nchi nzima. Lakini ukikuta pengine ukiona kiongozi anaenda kinyume na vile ambavyo aliwaahidi wananchi, unaanza kuumia, kwa nini anafanya hivi? Ukikuta pengine watoto madarasani wanakaa chini, jua yote hayo manake Mungu amekuitia kwa ajili ya kuwasaidia watu wa namna hiyo. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuonyesha kwa mfumo wa namna hiyo juu ya kusudi ambalo alikuitia hapa duniani. Lakini njia nyingine tunasema ni njia ya tunasema kuwa na hamu ya kufanya kitu, yani tunasema passion, kuwa na hamu ile huruka. Yani maana yake ukiona siku imepita hujafanya, unahisi kama umepoteza kitu kikubwa sana katika maisha yako. Maana ni kwamba Mungu anakuonyesha juu ya kitu ambacho alikuitia duniani. Lakini kitu kingine ni uweza, maana yake kuna vitu unaweza kuvifanya, kuna vitu ambavyo ukivifanya wewe wengine wana struggle kuvifanya, lakini wewe unafanya kwa wepesi na kwa ubora zaidi. Maana yake tunasema kwamba katika hilo eneo Mungu amekuita kufanya na kuwasaidia watu wengine duniani. Je, ufanyeje ili uweze kupigania kusudi ambalo Mungu alikuitia duniani mara baada ya kulitambua? Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifanya ni kuendelea kujikumbusha mara kwa mara. Hatua ya kwanza, utakapojua kwamba wewe umeitwa kufanya nini, unatakiwa sasa uanze kufanya revision, yani kujikumbusha mara kwa mara, ili kwamba usisahau. Unapokuwa unajikumbusha mara kwa mara, maana yake unatengeneza ubongo wako sasa uanze kukiwaza kitu kile na kuweka katika mpangilio mzuri na kupata namna sahihi ya kuweza kufanikisha ile jambo. Ujue kwamba unapokuwa tayari kitu kimekaa kwenye ubongo wako, maana yake kinaanza kufungua fursa na milango ya kuweza kufanikisha lile jambo. Kwa hiyo unatakiwa kujikumbusha mara kwa mara, na unaweza kujikumbusha kwa njia mbili. Unaweza umeandika kwenye karatasi au kwenye diary yako, kila siku unafunua unasoma, na njia nyingi. Na mimi nashauri kwamba unaweza kabla ya kulala unasoma ndio unalala. Hii inakusaidia kitu hicho kukaa kwenye ubongo. Lakini njia nyingine kujikumbusha ni kusema, kutamka. Unaweza ukaona tamka, bwana mimi ni mwandishi mkubwa wa vitabu, mimi nitakuja niwe mwanasiasa mkubwa duniani, mimi nitakuja niwasaidie watoto yatima, mimi nitakuja niwe public speaker mkubwa duniani, mimi nitakuja niwe mwanafunzi wa kwanza, mwanafunzi bora kitaifa, mimi nitakuja niwe daktari bingwa, mimi nitakuja niwe mtaalamu wa IT. Kwa hiyo unapokuwa tamka, maana yake ni kwamba kadiri unapokuwa tamka, maana yake unauandaa ubongo wako na kufanya ubongo wako kile kitu uanze kukitengeneza na kukiandaa kuja kuonekana katika hali halisi ya mwili. Na kumbuka kwamba kutamka pia ni kama kuumba. Kumbuka kama utakuwa msomaji mzuri wa Biblia na kugundua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu aliviumba kwa kutamka. Kwa hiyo neno huumba, kwa hiyo unatakiwa kutamka mara kwa mara. Hapo unaweza ukafanikisha ile jambo ambalo unataka kulifanya na kufikia ndoto yako. Lakini njia ya pili ambayo unaweza kuifanya ni kuwatafuta watu ambao walishawahi kufanya kazi au ambao wanafanya kazi kama kwako. Unataka unafanya kitu na ndoto kubwa unapigania kuifanya, lakini sasa unapitia changamoto nyingi sana, hali ambayo inaweza kupelekea ukaanza kukata tamaa. Sasa cha kufanya ni kuwatafuta watu ambao wanafanya kazi kama kwako, ambao walishawahi kupitia historia kama ya kwako, ili uweze kupata ujasiri, kwa maana kwamba utaanza kujiuliza kwamba kama huyu mtu amefika level hii hapa na alipitia haya ambao napitia, kwa nini mimi nishindwe? Kwa hiyo inakupa nguvu na motisha ya kuendelea kufanya zaidi na zaidi na zaidi. Lakini njia nyingine ambayo tunataka kuifanya ni kuambatana na watu sahihi. Kitaalamu tunasema kwamba ndege wafananao ndio huwa wanaruka pamoja, lakini vile vile hauwezi kumchukua simba ukamweka kwenye banda la mbuzi. Maana unachokitaka ni kwamba mbuzi walio. Kwa hiyo
kama utaambatana na watu ambao sio sahihi kwenye ndoto yako au kusudi ambalo Mungu amekuitia, ina maana kwamba hautaweza kufika mbali, kwa sababu wale watu ambao sio sahihi wanachokifanya ni kwamba wataanza kuinua vitu ambavyo vitakurudisha nyuma, aidha kukukatisha tamaa, kukuambia bwana, wazo lako haliwezekani. Kila utakapokuwa unawaambia wazo lako, hawataamini kwa sababu wao hawaoni, ila kwa sababu Mungu amekuita wao, unaona ndani. Kwa hiyo msingi ni kwamba tafuta watu ambao watakuwa wanakupa hamasa, watu watakao kukupa nafasi ya kukuexpose, kukutangaza, watu watakao amini katika uwezo wako wa ndani, watakao kutoka kwenye comfort zone, lakini watu ambao mtaenda sambamba kwenye hayo mambo wanayoyafanya. Hapo itakuwa ni rahisi sana kuweza kufikia katika kitu ambacho unakifanyia. Lakini kitu kingine cha kufanya ni kuliombea wazo lako, kuliombea ndoto au kusudi ambalo Mungu amekuitia duniani, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo tunafanya. Kuna ndoto kubwa unao, lakini kumbuka dunia hii inatawaliwa na sehemu kuu mbili, yani ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Na ufalme wa giza ni mahali ambapo sasa kuna upinzani mkubwa juu ya kitu unachokifanya, ambacho sasa unakuta kwamba unaweza kuwa unatamani kuwa na taasisi ya kuwasaidia watoto yatima, lakini kwa sababu kumbuka unawasaidia watu, na shetani hapendi watu wasaidiwe, anapenda watu wateseke. Kwa hiyo anaanza kuinua roho mbalimbali kwa ajili ya kurudisha nyuma usifike mbali. Sasa kuombea wazo lako au ndo kusudi lako ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu gani? Unaanza kuvunja minyororo yote ambayo shetani ameipanikiza. Unaanza kuvunja minyororo ya kiukoo, maagano yote ya kiukoo ambayo wenda bazamani alisema kwamba katika familia yenu hamwezi mkafika mbali. Kwa hiyo unatakiwa kuomba ili kupata nguvu katika Mungu wa roho. Mungu akupe uwezo na nguvu kubwa ya kuweza kufikia hicho kitu ambacho unatamani kukifikia. Lakini kitu cha mwisho kufanya ni kwamba chukua hatua. Tunajua utaomba, utaambatana na watu ambao ni sahihi, lakini tunajua kabisa utakumshia mara kwa mara. Lakini kitu ambacho utakao kujua ni kwamba ni lazima uchukue hatua. Hakitotokea kama hutofanya. Kuamini peke yake haitowezekana mpaka ufanye. Na wataalamu wanasema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo unaamini una uwezo wako. Sasa tunaaminije kama una uwezo? Fanya tendo ili Mungu sasa ajitwalie utukufu kupitia utendaji wako. Wakati kumbuka tayari Mungu alishakubariki, alishaweka nguvu ndani yako, alishamaliza. Yeye anachotaka kutoka kwako ni kutumia mwili wako sasa kuanza kufanya kazi, kutoa jasho, ndio baadaye sasa kiziliki katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa mwili. Tunaamini kwamba kuna mambo mengi sana utapitia. Wenda utakuwa unalala njaa, kuna watu watakukatisha tamaa, kuna kuumwa, kuna kukosa hamu, yani kukosa muda, na kuna yani kutokuwa na hamu ya kufanya. Kwa hiyo lakini hivyo vitu visikurudishe nyuma, endelea kufanya zaidi. Naamini utafika mbali juu ya eneo ambalo sasa unalifanyia kazi. Sasa sijajua kwa upande wako wewe una kusudi gani ambalo Mungu ameliweka ndani yako litimiza. Sasa kama una kusudi na kama hujagundua kusudi lako, atakiwa uanze utaratibu kugundua kusudi lako ili uanze kulifanyia kazi ili kuweza kufikia malengo yako na kutimiza kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kumbuka, usipotimiza kusudi ambalo Mungu aliweka ndani yako ni dhambi kama dhambi nyingine. Na ili kuweza kujifunza zaidi juu ya somo hili ambalo nimefundisha leo, unaweza kutafuta kitabu changu ambacho kinaitwa Nguvu ya Mtazamo Wako. Nimeeleza kwa undani namna gani utambua uwezo wako, namna gani ufanyie kazi. Lakini vile vile unaweza kutafuta kitabu changu ambacho nimeandika kinasema kwamba namna kugundua kipaji chako, kugeuza kipaji kuwa fedha. Unaweza kukitafuta na ukasoma, kikufungua zaidi na kuelewa ufanye nini ili uweze kufanyia kazi ndoto na maono ambayo Mungu amekuwekea ndani yako. See you at next level.